Bwana mtazamaji, ni kukaribisha sana kwenye segment ambayo inaitwa Kitambo Sana. Kwenye Kitambo Sana nakuwa nazungumza nakuwa na mgeni ambaye naye tunakuwa tunapiga stories za music, muziki kule ulikotoka enzi hizo kitambo sana, vijana walipofanya namna gani game ilipokuwa. Tunakuwa tunazungumza stories za kitambo huku tukiwa tunasikiliza mziki wa zamani, kama ambavyo tunajua old is gold, ya kale ni dhahabu, kuna msemo unasema hivyo. Basi tutakuwa tunazungumza kuhusiana na zile stories za kale, na niko na mjomba kama ambavyo amekuwa akifahamika na wengi, lakini jina lake ambalo amepewa na wazazi wake la kupokelea mshahara anajulikana kama Idi. Sababu kubwa leo ambayo imenifanya nizungumzie mziki wa zamani, lakini pia nikiwa na uhusisha na mziki wa sasa hivi. Moja katika kitu kilicho ni impress kuweza kuzungumzia ni kuhusiana na namna ambavyo majina ya Kiislamu yamekuwa yakitumika katika music, na sio mziki wa sasa hivi tu, hata mziki wa zamani pia walikuwa wakitumia, lakini sio kutumika tu, pia ni kutumika vibaya. Mfano, tuna wimbo kama wa zamani kama Ahmada umelewa, tuna wimbo kama Asumani akishalewa, tuna wimbo kama kwenye bendi Masudi amekuwa jambazi, ukikutana naye nipitie mbali. Tuna nyimbo nyingi sana, lakini pia tuna wimbo kutoka kwa Juma Nature ambao ndio mahususi hasa leo tutauangalia, kwa sababu muhusika ambaye ametajwa humo anaitwa Mtoto Idi. Mtoto Idi kazua bala. Kwa hivyo, kwa kuwa niko na mwamba ambaye kama anavyofahamika jina lake halisi ni Idi, tutazungumza kuhusiana na wimbo wa zamani, namna ulivyompa tabu kuhusiana na jina lake, lakini pia tutazungumzia hata nyimbo za sasa hivi ambazo zimekuwa zikitamba. Wimbo kama wa Mbosso, kuna wimbo wa Asumani pia nao katoa, lakini pia kuna wimbo mwingine huu unaitwaje huu, kadri ambavyo utakavyokumbuka. Basi tutazidi kujuza wimbo wa Selemani. Ziko nyingi nyimbo za namna hii ambavyo zinazungumzia Waislamu, lakini pia katika namna ni mbaya kama ambavyo tumeona. Kwa hivyo nimkaribishe sana mjomba ili tuweze kuzungumza. Mambo vipi mwamba? Bwana poa kabisa. Inakuaje? Salama kabisa. Naona ile sio? Mpango mzima. Midevu kama yote. Kama wanamuita Nicholas. Wale familia. Nasikia kuna uhusiano, mwanaume mwenye ndevu anakuwa hodari sana kitandani. Kweli? Hiyo iko hivyo, isipokuwa watu wengi wanakopa wanashindwa kuamini kwa sababu hawajaamini. Hawajakutana. Hawajaamini kwa sababu vile vitu vigezo hawana. Wanasema mwanaume ukinyoa ndevu unapunguza nguvu za kiume. Hata muonekano unapotea pia vile vile. Kweli? Yaani unaweza kushangaa mtu, kuna siku moja mimi nilinyoa ndevu hizi. Angakutana na dada mmoja akaniambia ulikuwa unaumwa, nikamwambia hapana, naona kumbe nimenyoa ndevu ndio maana. Sasa vile mtu akiniambia punguza ndevu ananikera sana. Bwana karibu sana kwenye Kitambo Sana. Bwana kwanza asante sana kwa jina, naitwa Idi, lakini mpaka sasa hivi jina langu nimelibadilisha baada ya Juma Nature kuimba ule ujinga wake. Mtoto Idi. Mtoto Idi. Mtoto Idi kazua bala. Sasa mimi mbona sijazua bala? Kaniharibia jina lile jina. Jamani, hao wasanii kama wanaimba nyimbo basi katika vituko vya mtu mmoja visituharibie majina yetu wote. Okay. Nyimbo za zamani wanasema pia zilikuwa nzuri sana ukilinganisha na sasa hivi, lakini pia leo nataka tujikite kwenye kuzungumzia nyimbo ambazo ndio zinaonekana kutumia majina haya ya Kiislamu, ndio, lakini pia katika namna mbaya. Ndio. Wimbo wa Mtoto Idi, ndio, wakati unatoka wewe ulikuwa wapi? Kipindi hicho nyimbo ya Mtoto Idi inatoka, mimi nilikuwa mko Dar es Salaam. Okay. Nilikuwa sina amani na jina langu. Mtoto Idi, yani vituko kafanya mtu mwingine, basi na mimi ninaingizwa kwenye vituko vile. Moja katika vituko vya Idi ilikuwa ni kituko gani? Hapa alipopigwa nani hapa? Hapa alipopigwa